Ujambo mtazamaji, natumai hali yako ni shwari na vile vile siku yako imekuendea. Natumai hujachoka, kwa sababu kuna msemo ambao hutuambia atafutaye hachoki, na akichoka ashapata kile ambacho anakitafuta. Karibu kwenye kipindi safi ya biashara, na hiki ni kipindi ambacho hukujia siku ya Jumatatu na siku ya Jumatano. Na siku ya leo mada yetu itakuwa ni vijana katika biashara. Ni kweli mtazamaji, wanafunzi wengi ama vijana wengi baada ya shule tunawaona wengi wao hawapati ile njia ama mtindo ambao unafaa wa kujihusisha kwenye biashara. Kwa hivyo leo nimekuletea mgeni ambaye atatuelezea safari ya vijana ama safari yake kwenye biashara ambayo anajihusisha nayo. Vile vile atakuwa anatuelezea ama kutufungua macho kwa ni yapi ambayo vijana hukumbana katika biashara zao, na jinsi ambayo yeye kama kijana ameweza kutumia ili akaweza kujikwamua katika shida hizo na kuendelea na biashara. Na jambo la mwisho ambalo atakuwa anatuelezea ni kuwaambia vijana ama kuwapa motisha vijana wadogo ambao wangependa kujimarisha katika biashara, vile vile wakiendelea hali yao ya kimaisha. Karibu kwenye kipindi. Asante sana. Na mtazamaji wangu angependa kukufahamu wewe ni nani, na ukijieleza ningependa utuambie ikiwa umehitimu au ulianza tu biashara yako tu kama vile kijana yeyote ambaye anaweza maliza kidato chake cha 4 na baadaye jihusishe katika biashara. Naam, asante sana. Kwa majina naitwa Samuel Karanja. Samuel Karanja. Ninajihusisha katika biashara ya viatu. Venye umeuliza kuhusu maisha yangu, mimi nimesoma. Nilipomaliza class 8 nikaenda form 4. Naam. After form 4 nikahitimu, nikaenda campus. Naam. University of Kabianga, nikafanya degree in communication public relations, CPR. Kwa hivyo wewe ni mwanahabari? Mimi ni mwanahabari kama wewe tu. Naam. Nimesomea wanahabari. Bwana Samuel Karanja, umetueleza kwamba unajihusisha na biashara ya kuuza viatu. Ndio. Na vile vile mtazamaji wangu ameweza kusikia kwamba wewe ni kijana ambaye ameweza kuhitimu hadi katika chuo kikuu. Ndio. Na wewe ni mwanahabari. Tungependa ukaweza kumueleza mtazamaji, pengine umekaa kwenye biashara hii ya kuuza viatu kwa muda kiasi kipi, na katika kazi yako wale wateja wako ama mahali kwenye soko ambayo huenda kuuzia viatu wanakufahamu kama nani ama jina la kazi? Kwanza nilipomaliza university, ni mwaka uliopita 2024 in April. Ndio nilifanya mtihani wangu wa mwisho. Nika graduate on November 15. After hapo, before graduation, after venye nilimaliza campus, si kurudi nyumbani. Kurudi nyumbani nikaanza na biashara ya kuimport viatu. Lakini si kuimport kwa nchi ya China ama Turkey. Ni importation ya hapa tu hichi jirani ya Tanzania. Nikaenda kwanza huko nikafanya survey, nikapata viatu sandals hizi za wasichana na viatu za watoto. Nikaleta mzigo wa kwanza. Nilikuwa mgeni katika biashara, sikuwa ifanya biashara nyingine. Ilikuwa biashara ya kwanza. Sasa venye niliendea hizo viatu sikuwa na uwezo wa kuifanya, na hata sikuwa na ile experience ya kufanya biashara ya kuuza viatu. Yes, after that period I shifted to another business, that is mitumba, which I'm doing until now. And mitumba ya nguo? Mitumba ya viatu. Viatu za mitumba, which I'm doing till now. Yes. Kwa hivyo kwanza ujarimueleza mtazamaji jina wale ambao mnafanya nao kazi ama wateja wako hukuhitaji jina la kazi? Wateja wangu uniita tu Karanja. Karanja. Jina ambalo najulikana nalo ni Karanja. Kwa hivyo ulianza biashara ya kuuza viatu kama baada ya mwaka jana mwezi Aprili. Mwezi Aprili after kumaliza baada ya kumaliza university. Mtihani wako wa mwisho wa semester. Pengine huo ni muda kiasi gani? Karibu angalau mwaka moja sasa. Mwaka moja. Mwaka moja ndio unaenda kufika sasa. Mwaka moja unaenda kufika. Na umeweza kumueleza mtazamaji, kwa sababu unajua tunafahamu kwamba vijana wengi wanajiingiza katika biashara. Lakini sababu ambayo inafanya wasiweze kufanya biashara zao na kuendeleza vizuri ni kwa sababu hawana mtu ambao ni wa kuwashika mkono kwenye biashara. Ndio.
Na kwa upande wako hakukuwa na kitu kama kile? Mimi si kushikwa mkono na mtu katika biashara. Uko unajua yote na as you know, sasa kuna mtandao online na unaweza fanya research yako ukataka biashara yenye unataka ukafanya research ya biashara yenye unataka kuanza. Si lazima ati mtu akushike mkono ndio uende ndio uingie kwa biashara. As long as you have the capital and you have the knowledge of what you want to do, you can start the business. Na kabla sija kueleza maswali mengi Bwana Karanja, ambayo pengine mtazamaji wangu ama kijana yeyote ambaye anatazama kipindi hiki angependa kujua, ningependa ukaweza kutupea taswira ya biashara hasa kwa vijana, pengine kwa vijana ambao wameweza kujihusisha, wewe kuwa mmoja wao. Ningependa ukaweza kututengenezea taswira, kwa sababu tunaelewa kwamba si vijana wengi ambao wako katika biashara hizi. Wale ambao wengi wamejihusisha na biashara hasa kama ya viatu, tunaweza kupata kwamba ni wale wazazi wetu. Unafahamu kwamba ule umri wengi ndio ambao wako kwenye biashara hizi. Ukaweza kutufafanulia, kutuonyesha pengine vijana katika biashara hali yao huwa ni ipi? Pengine tufafanulie. Yes, in business you are supposed to do 3 things. Unafaa kuwa na capital. Mali unatoa kitu, where you source your product, source and the market. Ukikuwa na capital ni pesa. Lazima ukuwe na pesa. Na lazima ukuwe kwa hii capital lazima ukuwe na budget. Una budget ya kufanya nini na pesa. Ukishika pesa kama ni 1 million, unafaa kuibudget aje? Unajua kuna wafanyikazi, kuna market na kuna venye nakwambia kuna source ya mali unatoa vitu. Kama unatoa vitu Nairobi, lazima ukuwe na pesa ya kuendea vitu venye unazitoa huko, na utaendea wapi. Kwa hivyo lazima kwanza ukuwe na ufanye research. Ukishapata capital, ama kama ni loan umechukua, ama ni mzazi amekufinance, ama vivote vile, ama umefanya kazi nyingine ukapata pesa, unaenda sasa kwa mahali unatoa mzigo wako. So unasikia mimi nilikwambia mara ya kwanza nilienda Tanzania. Yeah. Lazima ukuwe na mahali unatoa source of the product. After sourcing your product, now you take it to the market. In the market sasa unapatana na customers. Ukishafika unajua hujafanya biashara tena. Ukishafika kwa market, unaangalia customers wanatakanga nini. Kama wamependezwa na kile umepeleka. Kile ambacho umepeleka. Kwa hivyo kwa vijana ama kwa mtu yote, lazima kwanza uende na mzigo kidogo. Huwezi chukua ati kama hujui mahali unapeleka vitu, lazima kwanza uende na vitu kidogo, ndio uende upeleke kwa soko, ndio ujue customers wako wanataka nini. Sasa hiyo huna customers. In the market now you build your customers base. Lazima ukishatengeneza sasa base, ndio unaweza sasa sema nitakuwa ni hawa ndio customers wangu. Kama ni viatu mimi nauza, customers wangu wengi ni wa viatu za watoto, viatu za watu wakubwa, ama viatu za wanawake. Yes. Umezungumzia mambo matatu Bwana Karanja. Ndio. Na pengine nina mambo haya matatu. Wewe una mambo haya matatu kwa sasa. Ndio. Environment ya biashara inakandamiza kijana ama inampatia baada hata ya kupata mambo haya? Is it favoring youth? Yes, it is favoring the youth. Kwa sababu especially in small business. I'm not talking about the larger businesses. I'm talking about the small businesses. In the market it is a free world. Ukisikia utapeleka nini, hakuna mtu anaweza kuuliza. Kitu ambacho kinagandamiza vijana si environment. It is about the capital. Where you are getting the money to start your business. That is the main problem. Because umemaliza, kama mimi nimemaliza university. Kwa akili ya mzazi anatarajia nifanye nini? Nitafute kazi, nipate kazi. Si about starting a business. Ni utafute kazi, uandike, uanze kupata mshahara, umsaidie. Unaona? Hiyo ndio the mind of your parent and mind of the community. But now umekeuka hizo, umeanza tena kuanza biashara. Nani atakusaidia? Hakuna, kwa sababu mzazi amekwambia mimi nimekusomesha. Nimemaliza kazi yangu, sasa unafaa unisaidie. Unaona? Kwa hivyo environment is very okay. It is very okay for anyone can start a business. The problem is the capital and where you source your product. And then ni kuingia kwa biashara kama huna experience.
Kama umetembea uko na experience bwana. Yes, siko na experience. Now you gain experience as you go. Ni kama tu venye unaenda unauliza kazi unaambiwa lazima ukuwe na past experience. Sasa hii mimi sikuwa na experience, lakini sasa huwezi sema ati utaanza biashara juu na experience. What you do, you go to the market and do your research. For example, for like a month, unaweza kuwa umejua research and then you find the gap in the market that you want to fill. Yes. Bwana Karanja, nikiangalia biashara yako, kwa sababu mimi kufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii. Ndio. Vile vile mimi ni rafiki wako wa karibu. Kwa hivyo huwa natembea kwako, naona yale maisha ambayo unaishi. Ndio. Naweza dhibitisha ama unaweza tudhibitishia kwamba biashara inakupeleka vizuri? Biashara inanipeleka vizuri kwa hizo miezi. Tunaweza sema ni miezi karibu 10 sasa. Naam. Nimefanya biashara. Nimeweza kupata manufaa. Naam. Ambayo yanaweza onekana. Kuna swali ambalo mtazamaji wangu alitarajia nikuulize hapo awali, lakini ni vizuri tu nikaweza kukuuliza kwa sasa. Ndio. Kuona kwamba umeweza kuhitimu. Ndio. Na ukapata grade ambayo ni nzuri kutoka chuo kikuu. Ndio. Kwa nini Bwana Karanja hukutafuta white collar job ama kazi hizi zetu za ofisi? Kwa sababu pia nami nilisomea wanahabari. Na baada ya kumaliza shule niliona kana kwamba itakuwa ni vizuri nitafuta mahali ambapo nitajishikilia badala ya kuanza biashara. Kwa nini ambacho uliona ukasema kwamba hutaki kwenda kutafuta kazi kama ambayo mimi naifanya? Ndio. Hutaki white collar job, ukaona njia ambayo ni nzuri kwako ni kuanza biashara. Hiyo ni swali nzuri sana. Kwanza kwa kuhitimu si kujigamba, lakini nilipata second class hapa. Hapa division. Heko kwako. Asante. Sasa umeuliza swali mzuri sana. Kwa nini kitu ya kwanza, kila mtu anakuwa na malengo yake. Ni kweli. Mimi nilienda nikaona kazi yenye nitaandikwa na mshahara yenye nataka kwa matarajio yangu na vitu zenye nataka kwa maisha yangu at young age. You know you want to succeed at a young age, not at umefika 50 ndio unapata pesa. At a young age I wanted to be successful. Then I look at the market and job markets na nikaona mshahara ambayo nitapata kwa kazi si ambayo naweza pata kwa biashara. Lingine pengine ambalo nilifanya ukaweza kuingia katika biashara badala ya kwenda kutafuta ajira, na umetuambia kwamba uliweza kuhitimu vizuri second class hapo. Ndio. Ya pili ni independence. I wanted to be independent. Nitoke kwa mabawa za mzazi, nijitegemee. Kujitegemea kwanza, hizo ni jambo la pili. Pia siku nataka kufanya kazi ya bure. I did not do a free job. Kama unavyojua ukiwa intern, especially katika hii field, lazima kwanza ufanye kazi ya bure for a period ndio uweze tena kuajiriwa. Hata mwaka mmoja. Ndio. Ya tatu ni corruption. Kama mimi nikitafuta attachment. Ulikuwa unaenda mahali unaitishwa kitu kidogo ndio uweze kupewa na nafasi ya attachment. Na kama unavyojua attachment hata ni kazi ya kusaidia. Ndio. Kupata attachment ilikuwa kazi ngumu sana kwangu. Ikanirudisha ile taste ya kuwa mwanahabari. Nikaona niachana. Yani ikafanya nikose ladha ya wanahabari. Kama unavyoenda unaitishwa pesa kidogo hapa na pale ndio uweze kuwa mwanahabari. Hivi Bwana Karanja, tukizungumzia unasema kwamba hilo ni jambo ambalo kwa njia moja ama nyingine ilikuvunja moyo, ukasema kwamba hutaki kuwa mwanahabari. Ndio. Na maana kwamba hata baada ya miaka kadhaa utaanza kuwa mwanahabari ama kuungana nami katika kazi hii ya mwanahabari, licha tu ya kwamba tumeona uliweza kuhitimu vizuri. I cannot rule that out because kufanya wanahabari ilikuwa passion. Kwa hivyo baada ya miaka kadhaa naweza taka kurudi, lakini si kama kazi ya kulipwa, kama kazi ya kujitolea. Alafu pia naweza taka kuanzisha kituo changu ambacho nitapea vijana ajira, nafasi ya kufanya kazi na ajira bila kusumbuliwa na mtu, bila kutoa kitu chochote. Ndio. Na changamoto ambayo vijana wengi wanayo hasa wakati wanataka kuanza biashara. Ndio. Ama pengine jambo ambalo huweza kukua ngumu kwa vijana wakati wanapotaka kuanza biashara. Umeweza kutueleza tunahitaji capital, resource. Na pia kuongeza kwa hiyo kuna kitu kingine, uoga. Kuogopa.
Unaogopa kuanzisha biashara, ukianzisha hii biashara itaenda ianguke. Vijana wengi wanaogopa hiyo kuanzisha biashara hii alafu iende ianguke. Pia kuna kukoniwa. Umeenda mahali unataka mzigo mahali fulani na fulani, alafu unaenda unakoniwa, unaambiwa utapata mzigo na upati. Kupoteza pesa pia, the risking of starting a business is a major problem. Yeah. Umeweza kutuambia kwamba asante kwa hilo Bwana Karanja, na vile vile natumai vijana kwamba mnaendelea kuelewa, hasa wale vijana ambao wanahitimu kutoka vyuo vikuu ama kutoka kwenye colleges. Natumai mnaendelea kupata ni yapi ambayo mnahitaji kufahamu ikiwa wewe hutataka kuanza kuingia kwenye professionalism yako, utataka kuanza biashara. Lakini Bwana Karanja, ni njia gani ambayo wewe uliweza kutumia ukajua kwamba ni kweli ulifanya research? Lakini hujaweza kutueleza kwa undani hiyo research utaifanya vipi ili ukaweza kujua ni baadhi ya kazi kama hivi ambayo unaweza kuhitaji kufanya. Unajua kwamba si kila mtu ambaye atafanya kazi ya kuuza vitu kama wewe. Ndio. Tueleze hiyo safari yako ya research. Unaangalia vipenge kama vipi kufanya research yako ili ukaweza kujua. Ndio ufanye research, lazima ukuwe na objectives. Uko na mafikira unataka kufanya nini? The objective. You are supposed to have the objective. Kama ukifanya research, kama unataka kuuza nguo, lazima ukuwe na objective, nataka kuanza kuuza nguo. Kwa hivyo lazima uende kwa market, uangalie kama hizo nguo unataka kuleta kuna mtu mwingine anauza na kama hauzi. Ndio. Unatoka hapo unaenda mahali pengine unajiuliza nitauzia wapi? Mahali utanunua vitu zako na ni pesa ngapi unataka kutumia, utakuwa na wafanyikazi, and how big you want your business to be. Unaelewa? Sasa ukienda kufanya research utakuwa na mafikira, you know what you want when starting a business. So you have in mind that nataka hii na hii na hii. Ndio ukienda kufanya research uende kusource mzigo, unajua unajua venye mwenye utapelekea your target market. Yeah. Hebu ukaweza kutueleza umuhimu ama nguvu ya kuangalia location. Ndio. Biashara. Hebu tuambie kuna power gani ya location? Location ni muhimu sana kwa sababu hiyo ndio unajua business si uko hapo ndio ufurahisha watu. You are there to make profit. Sasa location, it is very important. For example, kama mimi lazima nitafute location yenye naona kuna the flow ya watu. Unajua flow ndio wanunuzi. Uwezi weka viatu zako huko kijijini atu na kuna nyumba moja iko hapa ingine iko pale. Kwa hivyo lazima uangalie mahali kuna population. Location ikuwe na population. Ya pili ikuwe na transport. Yeah? Unaweza toka hapo jioni ama usiku. Ya tatu ni security. Yeah. Unaweza fanya kazi masaa yote bila kuulizwa na mtu. Lazima haya mambo yote unanielezea Bwana Karanja yapatikane wakati unaangalia mambo na location. Lazima yapatikane. Kimoja kikokosa biashara yako inaweza kosa kunawiri. Kwa mfano umepata location mzuri sana, flow ya watu iko, watu wananunua, customers wako ni wengi na target market yako ni wengi, lakini kuna na challenge ya security. Ukifanya kazi maybe unauza sale ya around 50,000, uende upatane na wakora wakupiga ngeta wachukue pesa zote, iko na maana gani basi ya kufanya hiyo biashara? Haitakuwa na maana. Pili, umefanya kazi, umeuza, lakini hakuna barabara. Kupeleka mzigo wako huko inakuwa ni challenge. Kwa hivyo lazima hizi vitu zote ziweze kuandamana. That's why you see Nairobi is a capital city of the country, because it has all the social amenities that are there suitable for doing business. Yes. That's why people prefer people doing business in the cities compared to the villages. Yeah, because of the amenities. Asante sana kwa hilo Bwana Karanja. Na natumai pia mtazamaji wangu, hasa kijana ambao unatazama kipindi hiki cha Safu ya Biashara, unaendelea kusoma mawili matatu kuhusiana ikiwa ungependa kuanza biashara. Bwana Karanja. Naam. Umetueleza mambo mazuri ama the power ambayo inapatikana katika kuangalia mambo ya location. Ndio.
Tuje tu kwa kazi yako ambayo ni kazi ya viatu. Umetuambia kwamba unawauzia wale wa mama. Ndio. Na vijana. Yaani kila mtu. Una support kila mtu. Ndio. Ukikuja katika biashara yangu, mtoto mdogo, mama, bwana, kijana, kila mtu, mguu yote, size yote utapata katika biashara. Na watu wanavaa viatu kabisa. Watu wanavaa viatu. Unajua kiatu ndio ina define mtu. Hata unaweza vaa nguo mzuri, suti yako safi, lakini ukose kiatu mzuri. Watu wanaheshimingi sana kiatu. Kwa hivyo pengine kwa kijana yule ambaye pengine ana wazo ama amekwama tu pale kwenye ajui ni biashara gani ataanza, pengine unaweza muadvise ama kumpa mawaidha kwenye biashara ya kuuza viatu. Si biashara mbaya. Si biashara mbaya, lakini siwezi advise mtu ati auze viatu. Unajua lazima ukuwe na your own mafikira yako wewe unataka kufanya nini. Siwezi kulazimisha nikuja nikwambia Moses kuja uanze biashara ya viatu na wewe unataka kuuza socks. Unaona? Lazima ukuwe na hiyo kitu inatoka ndani yako inakwambia nataka kuuza viatu, usiforce. You cannot force issues. Naam, tumezungumzia mambo ya location. Tunaona kwamba kuna mitandao ya jamii. Pengine kando na location, unafikiri kwamba biashara yako imeweza kuinuka na kupanuka kwa sababu tu ya kwenda kuweka viatu zako pale kwenye center, ama pia mitandao ya kijamii imekuja kusaidia hapa na pale, ama kuna nguvu ipi kwenye mitandao ya kijamii na biashara? Mitandao ya kijamii imekuja kusaidia sana katika uuzaji, si biashara tu ya viatu, biashara zote, especially kama sasa you are offering services or you are selling a product and you are not in the online market, then you are using a lot, because the online market presence is a big tool for marketing. Unajua kama kitambo watu walikuwa wanatumia television for advertising nini as a tool, but now people are shifting to influencers and social media. So nikuja kwa swali lako, pia mimi nauza katika mitandao, especially WhatsApp and WhatsApp and Facebook. WhatsApp na Facebook, and it is gaining a momentum. Unajua kila kitu inaanza pole pole. Siwezi kuja hapa ni kudanganya ati niko na that a big following, but as I go, I'm sure that I will gain followers so that I can gain a online presence. Yes. Unafikiri ni vizuri kijana ambaye anaanza kwanza? Ndio. Kuna watu wengi wanafanya kitu inaitwa dropshipping. Maybe anakuja anaona kiatu katika biashara yangu, duka yangu, anaipiga picha. Mimi nimesema nauza 500. Yeye anaenda anauza online, anauza 1500. Hiyo pia ni pesa. Yeah. Kwa hivyo itakuwa ni vizuri tuweze ndio itakuwa ni vizuri sana vijana katika hata usiogope. Watu wasiogope. Online imekuja kutusaidia sisi, na tuko na simu zetu. Simu si ya kupiga tu picha, simu si ya kuingia tu TikTok. Kuna watu ambao wanatumia TikTok kama kuuza vitu zao. Unaingia live, unauza vitu zako huko. Kama ni nguo, kama ni viatu, kama ni services unaoffer, unapata customers huko. Naam, asante sana kwa hilo. Mtazamaji, ikiwa una swali lolote ama ungependa kuzungumza na Bwana Karanja ili kuweza kupata njia ya kufanya biashara yako, kumbuka ni kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Faraja TV Kenya, Facebook, Faraja TV Media upande wa YouTube, na kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0703339959. Ukiwa na swali lolote ama pengine ungependa mwelekeo wote kuhusiana na kuanza biashara ama hasa biashara hii ambayo mgeni wetu Bwana Karanja anaifanya, kumbuka utaweza kutuzungumzia kupitia njia ambazo nimeweza kukueleza. Na nikiangalia muda wangu mtazamaji, ningependa tukaweza kuchukua pumziko fupi, lakini usiondoke. Tutakapokuwa tunarejea, Bwana Karanja atakuwa anatueleza ni changamoto zipi ambazo wewe upitia kwenye kazi hii yake. Ameweza kutueleza pengine ni mambo yapi ambayo yanafanya vijana wengi wakose kujihusisha kwenye biashara. Atakuwa anatuambia ni changamoto zipi ambazo
kijana akijiingiza kwenye biashara atakumbana nazo, na vile vile atatusaidia kutueleza tutaweza kuepuka hizi changamoto kwa njia hii. Vile vile atakuwa na shauri vijana ambao wangependa kuingia kwenye biashara, ni njia ipi ambayo wataweza kujistahimili kwenye soko wakiendeleza maisha yao. Tupate tama la maji mtazamaji, kisha baadaye tutaweza kurejea na mengi kuhusiana na mada yetu ambayo ni vijana katika biashara.